tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za jioni ya leo. Leo ni Jumatatu, tarehe ni 22 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka 2025. Pale ambapo nakwenda kurudi kwa update zetu za jioni ya leo, tukitazama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo mambo yanaendelea kuchafuka, kuchacha na kuwa mbaya zaidi. Siku ya leo kumeshinda operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi lenyewe la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23, ambalo pia kwa upande mwingine limekusha kujiunga na kundi la Twirwaneho sana kutoka kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Lakini pia kundi hili laendelea kushtakiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda la RDF kulingana na matangazo mengi ambayo yanaendelea kutolewa na serikali ya Kongo pamoja na jamii za kimataifa ikiwemo nchi ya Marekani, Umoja wa Nchi za Ulaya pamoja na United Nations ama Umoja wa Mataifa. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, nataka moja kwa moja turudi kwa update zetu za siku ya leo, tukitizama jinsi hali ya usalama iliweza kushinda siku ya leo. Hapo ni mjini Makobora pale ambapo kumeshinda mapigano makali, mjini Uvira pale ambapo kumeripotiwa mlio wa marisasi mengi sana kuanza masaa za saa 2 za asubuhi, mjini Baraka pale ambapo kumelala mlio wa marisasi mengi sana, na mji wa Goma pale ambapo kumeshinda maandamano kubwa sana tena zaidi. Maelfu na maelfu, mji wote wa Goma umeshinda ukiwa na vurugu kubwa sana za maandamano makali pale ambapo barabara zote, Stade de l'Unité yote, yaani ni maelfu watu ambao hawahesabiki. Hakuna biashara yoyote ambayo imeweza kufunguliwa siku ya leo katikati mwa mji wa Goma, wakiwa wote wamehudhuria maandamano hayo. Jambo ambalo liliweza kuleta mambo mengi sana kwa upande wa serikali ya Kongo, wameita kuwa ni manifestation forcée ama ni kundi hili la wapiganaji wa M23 ambao wanajaribu kusukuma raia mji wa Goma kufanya maandamano hayo. Jambo ambalo kwa upande wake Patrick Muyaya amesema kuwa halitawahi toa sura ya mauaji ambayo M23 inafanya kwa uso wa dunia yote mzima. Yaani anamaanisha kuwa hata kama mnafanya hata kama raia wafanye maandamano kiwango gani ama kiasi gani, jambo hilo halitaondoa yale mabaya yote ambayo mnayafanya. Ni lazima dunia yote inajua na bado itaendelea kujua. Hayo ni maneno ambayo aliweza kuyaandika kwenye ukuta wake wa Twitter Patrick Muyaya siku ya leo. Aliandika hivi nikijaribu kusoma: Obliger aux victimes de participer à une manifestation de bourrons ne changera en rien l'image tristement et mondialement connue des tortionnaires, le criminel collé au père, le Rwanda et au fils, les 23, les fouets, les travaux forcés et autres services pour ceux qui le font. Mtazamaji na msikilizaji, hani maneno ambayo aliweza kuyazungumzia Patrick Muyaya, akasema kuwa kulazimisha kwa raia wakazi ambao wanapatikana sehemu ambazo mmezikamata, kuwalazimisha kuparticipate ama kuhudhuria maandamano hayo, jambo hilo halitabadilisha sura ambayo ni ya huzuni kubwa sana, ambayo dunia yote mzima inawajua kuwa nyinyi ni tortionnaire, criminel ama wauaji, collé au père, le Rwanda et au fils, le M23. Amesema kuwa ni mauaji ambayo yanafanywa na baba kupitia mtoto ambaye ni M23, na baba sasa ni nchi ya Rwanda chini ya uongozi wake Paul Kagame. Ametaja jambo la kwanza, le fouet.
fimbo ambazo mnachapa watu, les travaux forcés, kazi za nguvu ambazo mnawafanyisha, et autres services, na kazi zingine ambazo hakuweza kuzitaja. Kulingana na yeye Patrick Muyaya anasema kuwa hata kama wafanye maandamano kivipi ama kwa njia gani, jambo hilo halitaondoa mambo yote ambayo mnayafanya ya kuforce raia kufanya kila kitu ambacho mnakifanya. Ndio mtazamaji msikilizaji, mambo sasa yaendelea kuchemuka, kuchacha na kuwa mabaya zaidi kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi hili la wapiganaji wa M23 pamoja na nchi ya Rwanda. Baada ya mapigano makali ambayo yameripotiwa hapo jana aux alentours de la ville de Makobora, siku ya leo pia kumeamkia mapigano mengine makali, kwanza masaa za asubuhi na mapema saa 11 za asubuhi, pale ambapo msaada mkubwa wa jeshi la Kongo pamoja na wazalendo waliweza kuchomoka kwenye milima ambayo inapatikana huko kutoka sasa mjini Baraka na kuteremuka pale ambapo ngome kubwa za wazalendo na jeshi la Kongo walikuwa karibu na mji wa Makobora na baada ya kufika waliweza kuleta mashambulizi makali sana asubuhi ya leo dhidi ya ngome za M23 ambazo zinapatikana pia aux alentours ya mji huu wa Makobola, mji ambao kwa sasa unapatikana mikononi mwa kundi hili la wapiganaji wa M23. Ndio mtazamaji msikilizaji, ni vigumu kujua bila mapigano hayo, lakini habari ambazo zimetufikia ni kuwa mambo ilikuwa ni moto bila moshi. Mlio wa marisasi mengi sana, silaha kubwa na ndogo, mabomu na makombora vilikuwa ni vingi sana. Kumesikika silaha nyingi kubwa na ndogo sehemu nyingi tofauti karibu na centre ya Makobora kati ya pande zote mbili. Hatujajua wale ambao waliweza kupoteza sana kuliko wengine, wale ambao wanaweza kuwa wamekimbia mapigano hayo. Kumbuka kuwa sisi hatuleti habari za uongo ama habari zile ambazo ni za kusema kitu ambacho hatujajua vizuri. Bado tunaendelea kuchunguza mambo hayo, tutakuja kuambia jinsi mambo ilivyo baada ya kujua ukweli wa operesheni hiyo. Operesheni hii imetokea baada ya mapigano mengine makali ama marisasi mengine makali ambayo yaliweza kushuhudiwa usiku wa kuamkia leo hapo ni mjini Baraka, pale ambapo raia walilala chini ya vitanda baada ya kusikika kwa mabomu mengi na marisasi mengi ambayo yalikuwa yanalia huku na kule mjini Baraka, jambo ambalo limeleta wasiwasi na woga mwingi. Asubuhi na mapema siku ya leo mjini Uvira kumeamkia mlio wa marisasi mengi sana ambayo yameleta confusion ama yameleta confusion kubwa sana kujua marisasi haya ni wanane ambao walikuwa wanajaribu kuleta mabomu na makombora katikati mwa mji wa Uvira. La ville d'Uvira, située dans la province du Sud Kivu, a connu une matinée de panique ce lundi suite à des bruits de tirs et d'explosions entendus dans plusieurs quartiers ainsi que sur les collines avoisinantes. Les premières détonations ont été signalées aux alentours de 8h30 sur les hauteurs de la ville, particulièrement dans la zone de Kasenga Mulongwe. Ndio mtazamaji msikilizaji, zilipokuwa masaa za 2:30 asubuhi siku ya leo, mlio wa marisasi mengi sana umeanza kusikika kwenye milima ambayo inapatikana karibu na Kasenga. Marisasi mengine yamesikika pa Mulongwe. Les bruits de balles ont ensuite gagné les zones plus proches du centre-ville, notamment près de la cathédrale Saint-Paul d'Uvira, provoquant un mouvement de fuite chez les nombreux habitants. Des témoins ont indiqué que les habitants qui se rendaient à leurs occupations se sont précipités vers leur domicile, effrayés par l'intensité de tirs. Les commerces et les activités quotidiennes ont été rapidement perturbés par cette alerte de sécurité. Ndio mtazamaji msikilizaji, baada ya mlio wa marisasi hayo kusikika karibu na Kasenga Mulongwe, marisasi mengine yaliweza kusikika karibu kabisa na centre ville, sehemu ambayo imejulikana kama Cathedral Saint Paul d'Uvira. Hapo ni katikati already mwa centre ville ya Uvira, pale ambapo kumesikika pia mlio wa marisasi mengi sana, jambo ambalo liweza kusababisha raia wakazi wa mji wa Uvira ambao walikuwa wamekwisha kutoka nje wakielekea kwenye makazi zao kuanza kurudi nyuma, wote wakikimbilia kwenye manyumba zao wakiogopa huenda mlio wa marisasi huo unaweza kuwaangukia.
Bien que l'origine exacte de tir n'ait pas été précisée, plusieurs sources locales évoquent des tensions liées à une manifestation prévue dans la matinée. Ndugu mtazamaji msikilizaji, chanzo cha mapigano haya, cha mlio wa marisasi haya hakijajulikana vizuri, lakini vyanzo vingi vyaendelea kusema kuwa marisasi haya yanatokana na maandamano ambayo yalikuwa yameandaliwa mjini Uvira. Sasa upande wa serikali ya Kongo inaweza kuwa imeandaa wazalendo ili kuenda kuleta vurugu, ndiposa raia wasikuje kuingia kwenye mabarabara na kufanya maandamano hayo qui visait à exprimer des revendications politiques et sociales. Parmi ces demandes figurait le retour des réfugiés congolais du Burundi et la réouverture de la frontière entre les deux pays. Des groupes locaux, notamment les Wazalendo, avaient menacé de perturber cette marche, ce qui pourrait expliquer les événements survenus ce matin. À l'heure actuelle, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités locales ou les forces de sécurité pour expliquer la situation, laissant la population dans l'incertitude et l'anxiété. Les habitants de la ville d'Uvira appellent à une réponse rapide et à des mesures concrètes pour assurer leur sécurité face à ces événements. Mtazamaji na msikilizaji, sasa mambo haya yalikuwa hivyo. Ni wazalendo ndio wamegeuka washukiwa wa marisasi haya, ikidaiwa kuwa huenda alikuwa anataka kutishia population ya Uvira ili wasikuje kuingia kwenye mabarabara na kufanya maandamano wakidai madai yote ambayo wanaendelea kuyadai. Hadi sasa hivi tunazungumuza, habari za kweli tena za kuaminika kuhusu mambo hayo hazijajulikana, lakini bado tunaendelea kufuatilia